Mina sana. Sisi hatujambo, sijui wewe. Mimi niko salama kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Habari za Jumapili? Jumapili ni njema. Namshukuru Mungu amenipa neema tena. Siku nyingine Jumapili tumepata nafasi. Leo umetuandalia chakula cha namna gani? Leo ninamshukuru Mungu. Wakati jana ninamuuliza Mungu, kesho ninasema nini na watu wanaonisikiliza kupitia Radio Lumen. Nina ujumbe mmoja tu, nasema kuyageuza yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kuyageuza yale yasiyowezekana yakawezekana. Yaani yale ambayo mwanadamu anaona ameshindwa, lakini kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo tunayageuza yale yasiyowezekana tuyapeleke yakawezekane. Nimeelewa kidogo? Nimekuelewa. Sasa naweza kuendelea. Karibu sana. Asante. Basi acha nimshukuru Mungu alafu tuweze kuendelea. Baba mtakatifu, nakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa ajili ya tarehe hii ya mwisho wa mwezi kabisa, ya mwezi wa 6. Najua Mungu wengi sana walitamani kuiona hii siku, lakini wengi wamelala vitandani, wengine wamelala katika mauti ya milele. Lakini mimi na msikilizaji ambaye ananisikiliza saa hii, umetupa uhai, umetupa neema, hata kama yuko kitandani lakini tu bado tunapumua. Tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Baba, tazama wakati napoenda kuachilia neno ile asubuhi ya leo, naomba ukavuvie Roho wako Mtakatifu juu ya hili neno. Kila anayesikia asibaki pale, bali hatua zake zikasogee kwenda mbele. Lakini zaidi ya yote sana, ninaomba Mungu mfalme wa amani, mtu mmoja leo akanyanyuke tena katika jina la Yesu, na neema yako ikawe juu yake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba nikiamini, amen. Amina sana. Amina. Basi somo letu leo nasema kugeuza yasiyowezekana kana kwamba yakawezekane. Katika maisha mara nyingi ni ngumu kuamini kitu ambacho kimekuumiza kwa muda mrefu, kitu ambacho kimekukalisha kwa muda mrefu, kitu ambacho kimekuchelewesha kwa muda mrefu. From nowhere mtu akwambie kwamba jambo hili linawezekana kubadilika. Umefeli maisha kwa muda mrefu, umefeli elimu kwa muda mrefu, umekwama kwa muda mrefu, alafu from nowhere mtu anakuambia sasa hili jambo bana linawezekana kubadilika. Lakini kuna vitu ambavyo madaktari wanaweza kusema kwamba hii haiwezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Kwa Mungu yanawezekana, na kwa Mungu matatizo yote yanatatulika. Na leo nataka niongee na mtu mmoja ambaye amekwama siku nyingi, ni mateso. Ikafika sehemu anasikia ndani yake kwamba mimi jambo bora nife, mimi jambo bora hii biashara niache hapa, bora hii kazi. Biblia inasema kwamba yale yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa nini? Liko tumaini la kunyanyuka tena kwenye hilo swala. Mimi nina shuhuda nyingi sana ambazo Mungu ametenda kwenye maisha yangu kupitia watu ambao ninawahudumia. Sio mbali tu, jana nilikuwa na meza ya Bwana pale kanisani, nilikuwa na ibada ya ukombozi majira ya saa 9 mchana. Namshukuru Mungu, kabla ya ile ibada nilipitia kwanza kwa mtu ambaye ni rafiki wa karibu, alikuwa anaumwa. Alikuwa amelala, madaktari ni kama walikuwa wameshasema sasa tumemwachia Mungu. Lakini jana nikapita nikamshirikisha meza ya Bwana, maana alikuwa kwenye oda ya maombi. Alinyanyuka mtu ambaye alikuwa anatumia kula kupitia mipira, alikuwa kila kitu kimesha feli. Akati nimemaliza ile ibada ya kumpa meza ya Bwana, natoka niende kanisani nikaingize ibada, ghafla yule mtu alinyanyuka, maana alikuwa ameshapooza upande mmoja tayari, hawezi kuongea, kinywa kimefunga, kila kitu kimefunga na kula kupitia mipira. Lakini nikashangaa jana Mungu akafanya surprise. Nilipompa meza ya Bwana nilikuwa namwambia Mungu, nataka mtu huyu anyanyuke dakika hii. Nataka mtu huyu anyanyuke kwa sababu mimi ninakutumikia na ninataka nipate ushuhuda wa utumishi wangu kwako. Kwa kweli yule mtu alinyanyuka kitandani, akashusha miguu yake mpaka mimi naondoka, amekaa kwenye kiti, anakula kupitia mdomo wake na sio mambo mengine tena. Nini nachotaka kukuambia mpaka dakika hii? Kwamba yanawezekana. Yamkini umepita kwenye changamoto, ndoa imekuwa chungu, mume amesha kuacha, mke amesha kuacha, watoto wamesha kuwa na mambo magumu, yaani nyumbani ni tafrani.
Biblia inasema yanawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Liko tumaini jipya tena la kukurudisha wewe unayenisikiliza ukaanza ni kizunguzungu. Mimi nataka nikwambie, inua imani yako tena, kwa sababu yale yasiyowezekana yanawezekana. Lakini naomba mtumishi wa Mungu Gaspar tusome kitabu cha Luka 18:27. Luka 18 mstari wa 27. Kuna mtu anaweza kuniambia inawezekanaje? Hili tatizo limenitesa kwa miaka 10. Leo inua imani yako, twende ukaone maajabu ambayo Mungu anaweza kutenda kwenye maisha yako. Sawa. Kitabu cha Luka 18 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema hivi. Akasema yasiyowezekana kwa mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Yasiyowezekana kwa mwanadamu yanawezekana kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Huo ugomvi umekuwa mkubwa mpaka ueleweki. Upeleke kwa Mungu. Acha kuambia marafiki. Amechukua ile tatizo lako kama fursa ya faida ya maisha yake. Sasa hilo linakuja kwa mfano sasa haihusiani na concern hiyo, lakini wajasiriamali changamoto kwao ni fursa. Sasa kwa watu wako wale wa pande pili matatizo yako kwao ni fursa. Ni fursa. Hapo kwenye tuseme kwenye wajasiriamali. Angalia umewaza umeteseka mwaka mzima. Umeelewa vizuri? Unawaza nitafanya biashara gani ambayo itanipatia kipato. Ukaja ukakaa ukawaza kwamba nikiamua kutembeza nyanya na kitunguu na machungwa jioni naweza kufanikiwa kuingiza hata shilingi 5,000. Unamshukuru Mungu kweli. Kwa akili zangu nilishindwa, lakini Mungu kwako naona inawezekana. Before hujaanza biashara unapita nyumba 2-3. Unaanza kuongea. Mimi Jumatatu nataka nianze kutembeza nyanya na kitunguu. Kumbuka unaowaambia wamechoka maisha kama wewe. Unaowaambia nao pia walikuwa wanatafuta fursa. Umeelewa? Jumapili asubuhi anapita anakuambia mama nani nyanya kitunguu, unafanyaje? Utalia, utasema nilisema mambo yangu kwa mtu, utakuwa umejilaumu mwenyewe. Kuna watu ambao wanashindwa kubeba mambo yao kupeleka kwa Mungu, wanapeleka kwa wanadamu. Mwisho wa siku wanadamu wanakutumia mara mbili. Cha kwanza wanakutumia kama fursa, cha pili wanakuweka kwenye changamoto ya kulia usiku na mchana. Lakini mimi leo nimekuja na suluhisho. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa nini yanawezekana? Don't open your things kwa watu. Yapeleke yale magumu. Najua umeshirikisha watu wengi, umeshirikisha marafiki, umeshirikisha makampuni, umeshirikisha kwenye mitandao. Sasa hivi umeamua tu kuposti kwa uchungu. Hadi ukaanza kupokea maoni ya watu. Ukaanza kupokea kila mtu ameanza kukushauri. Achana na hizo mada. Umezaliwa peke yako, utakufa. Changamoto zako nenda peleka kwa mzazi wako wa kiroho ambaye ana uwezo wa kuwa na kifua kuyabeba. Changamoto zako malizana na mwenzako hapo ndani ya nyumba. Marafiki wamekuwa ni watu wabaya kutuvunjia maisha yetu. Changamoto zako acha kushare kwenye mikono ya watu. Utapitia maisha magumu sana. Kuna watu wengi hivi sasa hivi wananisikiliza. Biashara ilipokwama umeshirikisha watu wamepokea zile biashara wanafanya, wewe umelala nyumbani. Kwa nini? Uliona kuna challenge hapa, ukabeba ile challenge, ukaipeleka kwa marafiki wakakwambia umefeli, naomba basi hicho kibanda chako mimi nikiendeleze. Kumbe ulitakiwa kwenda magotini, Baba katika jina la Yesu, nimekwama hapa, nipe mlango mwingine wa kutokea, nipe nafasi nyingine ya kutokea, nipe nguvu nyingine ya kutokea. Funga hicho kibanda, kakae nyumbani, mlilie Bwana. Acha kuexpose mambo yako kwa watu ambao huna imani nao. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Kwa nini nasema hivi kwa nguvu sana? Kwa sababu tumefeli 90% kwenye maisha yetu. Tumefeli kwa ajili ya kubeba matatizo duniani badala ya kupeleka kwa Mungu. Mtu mmoja na matatizo mengi kuliko hata umri wake. Lakini ameyabeba na expose kwa watu. Yapeleke kwa Mungu. Na Mungu hutakaa kumuona isipokuwa kwa watumishi wake. Mungu anamwambia nini Musa? Hakuna namna ambavyo watu wao wanaweza kukuona isipokuwa kupitia kwako. Hakuna namna unaweza kumuona Mungu isipokuwa kupitia kwa watumishi wake. Lakini sasa angalia, sio kila changamoto unalipeleka kwa mtu. Na angalia mtumishi unayempelekea na kifua, ana mzigo nalo.
Anakuta tu mtu mwingine anakutumia message, anakuambia kwamba mimi ninakuomba naomba unisaidie jambo moja, nina changamoto kwenye message, lakini kwa marafiki amenyanyua mguu kwa mguu ameenda amewapelekea. Huyo mtu hayuko serious na mambo anayoyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Warumi 8. Kitabu cha Warumi 8. Warumi 8:3. Sawa. Wakati huu msikilizaji, endelea kuwa na sisi. Hili ni somo ambalo pia naweza kubadilisha mtazamo wako. Na wewe pia kule ambako nafikiria kutokuwezekana yakawezekana kwa Mungu. Warumi 8:3. Warumi 8:3. Neno la Mungu linasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Yale yasiyowezekana kwa sheria, yale yasiyowezekana katika akili za kibinadamu, yale magonjwa ambayo imesemekana, jamani, umeenda umeambiwa jamani huu moyo ni mkubwa. Mimi namshukuru Mungu, Jumapili iliyopita walisikiliza kipindi cha redio. Mchana mtu wakati naongoza ibada wakaingia wageni kama 2 watatu. Mmoja wao alikuwa na changamoto ya moyo. Hospitalini washaanza kumwambia kitu ngoma inacheza vibaya. Nikamwambia hapa tunafanya miracle, Bwana anafanya jambo. Tukaomba, nikamwambia sikiliza imekaaje? Akaniambia mama niko sawa, nimepona. Lakini madaktari walishasema kwamba hii ngoma imefeli fulani yani. Hii kitu inatakiwa tuipe muda, tuipe dawa, tuitulize. Unatakiwa uache stress. Yani unatakiwa unajua kuna vitu unaanza kuwekewa condition. Usile chumvi, usinywe sukari, usile nyama. Sasa nisile nyama mimi Masai nitaishije duniani? Yani vitu ambavyo sheria, mwili wa udhaifu wa kibinadamu. Sasa na hiyo Warumi inavyosema, mwili wa udhaifu wa kibinadamu hayawezekani, lakini kupitia kwa Yesu mwanawe ambaye ameshuka kupitia miili yetu ya dhambi, yanafanyaje? Yanawezekana. Ndio sasa unaenda, hebu fikiria mtu amelala nyumbani, ameenda ameambiwa una changamoto ya figo, hamna kula chumvi, hamna sukari, kunywa maji 5 kwa siku. Afu badala ukae chini. Kuna mtu mmoja amenifurahisha kwenye Biblia, anaitwa Ezekia. Aliambiwa hivi, Ezekia amepelekewa unabii na Elia na Isaya. Akaambiwa muda wako kuishi duniani umeisha. Tengeneza mambo yako. Unajua yule ni mfalme. Kwa mfano sasa hivi mfalme ndio marais wa sasa, si ndio? Unaenda kumwambia Mungu ameniambia unakufa. Si anakuweka ndani. Kwanza mpelekeni hospitali ya kupima akili. Cha kwanza tunasema pimeni akili. Cha pili tunasema sukuma ndani, mtu anamtabiria rais wetu mambo mabaya. Alafu kingine labda ana watu pia nyuma yake, hebu tafuteni na wengine. Tafuteni na wengine. Huyu mtu atakuwa na watu, kuna group ya watu imemtuma waje wa testi mitambo. Umeelewa? Shughulikia mambo ya kwako mwenyewe. Yani sana yani unajua Ezekia angewaza hivi, Isaya ni nabii anakuja kuniambia mambo gani ofisini kwangu? Hebu mwekeni huyu nabii ndani kwanza. Nabii gani huyu anakuja kutusumbua akili hapa? Si kama umeelewa? Sasa alichokifanya mfalme, alipokea ujumbe wa nabii kama ulivyo. Akasema kumbe natakiwa kufa. Kumbe natakiwa nitubu ili niingie mbinguni mimi mfalme. Yote naweka chini. Yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanafanyaje? Yanawezekana. Akaingia maombi jamaa. Akaeka uraisi pembeni, akaeka ndoa pembeni, akaeka watoto pembeni. Kumbuka rais kuna wale watu wanakuja kuomba misaada, nao akawaweka wapi? Pembeni. Akageukia ukutani. Biblia inasema akageukia ukutani, akamlilia Bwana. Akamlilia Bwana kwa machozi sana. Baada ya hapo yule nabii baada ya siku kadhaa akatumwa tena na Mungu, nenda kamwambie Ezekia nimemsamehe, nimemongezea miaka 15 ya kuishi. Nataka niongee na mtu mmoja, anajua amepewa miaka mingapi ya kuishi? Naweza akawa hajui. Hajui. Yaani hajui hata kama leo atamaliza. Hajui hata kama, lakini kuna mtu saizi hapa anahubiri ananikebei. Yupi mwenyewe? Naye anaongea nini? Tusiende mbali. Kuna siku nilikuwa nimeenda kumwombea mtu nikakuta grupu la watu wengi.
Yule mwanangu akasema as long as mama amekuja huyu mtu ananyanyuka kitandani, kila kitu kinawezekana. Akaambia akasema vipi, yani nini sasa atafanya, yani kwamba amuinue huyu mtu huyu naye si wale yani anaendaje kumuinua huyu mtu ambaye anapumulia hapa hivi mipira, atamuinuaje? Lakini nikaomba nimemaliza, yule mtu alivyosema amen, wa nje walikimbilia ndani, walioongea mabaya waliondoka.